nataka nikuombee leo, nataka nimwombe Mungu akupe maarifa, akupe hekima. Mtu mwingine ukisema nataka nikuombee hekima, nataka nikuombee maarifa, anaona ni kama kitu cha kijinga, lakini kumbe hapo kwenye hekima ndio kuna kila kitu. Hapo kwenye hekima ndio kuna kila kitu. Hauwezi kupendwa kama hauna busara, hauna hekima, hauna maarifa, hauwezi kupendwa. Wapendwa watumishi wa Mungu, lengo la wachungaji hawa kuandaa hii mikutano ni kwa sababu kuna vitu inabidi mwanadamu avijue. Tia vitu ambavyo hutakiwi kabisa kuacha vikae kichwani mwako ni kukosa maarifa. Hata Biblia imekataa. Katika kitabu, sikiliza kabla sijakuombea, kitabu cha Hosea 6, kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6. Sijui kama mtu anaweza kasoma hapo kabla hatujaomba. Kitabu cha Hosea 6. Kwanza nimependa utulivu. Hebu jipigieni wenyewe makofi. Tikiza jirani yako, mwambie Mungu akubariki sana. Alafu mwambie kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6. Sikiliza, hata wewe ambaye hujui Biblia, nenda ukawasumbue huko mtaani. Ukikutana na mtu unamwambia tu, hivi unajua mimi najua maandiko? Kabla hajakuuliza, alafu unamwambia, anakuambia unajua andiko gani? Unamwambia kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6. Pigia Yesu wangu makofi. Inasema, hebu mtumishi wa Mungu tusomee. Inasemaje? Watu wangu wanaangamizwa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Sikiliza baba, hapo usimalizie kwanza. Kwa kuwa wewe umeyakataa. Unajua watu wanaoyakataa maarifa ni wale ambao hawajaja mkutanoni. Wewe jipigie wewe makofi uliyekuja mkutanoni. Amen. Wale ambao hawajaja leo wameyakataa maarifa, lakini Mungu amekuandalia maarifa haya yataenda kukufanya uwe tajiri kwa jina la Yesu. Amen. Biblia inasema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, Mungu anasema na mimi. Endelea. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Mshike mkono jirani yako, mwambie Mungu asije akakukataa. Mtumishi wa Mungu, malizia na Misali 1. Misali 1 mstari wa 7. Alafu upumzike baba, tuombe na watu. Misali 1 ule mstari wake wa 7. Kule kwenye Hosea Biblia imesema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Alafu Misali 1 mstari wa 7 inasemaje? Inasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Ni chanzo cha maarifa. Mpigie Yesu wetu. Amen. Unaona haya maandiko yanashabihiana. Rudia tena mtumishi. Kumcha Bwana. Ngoja kwanza nirudie ile kule Hosea 4:6 inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sasa hapa watu wengi wanasema tunahitaji maarifa. Jibu linapatikana kwenye kitabu cha Mithali 1 mstari wa 7. Wewe unayetaka maarifa, kwanza pokea roho ya kupenda ibada. Amen. Maana Biblia inasema kumcha Bwana maana yake kupenda ibada. Kupenda ibada ni chanzo cha maarifa. Kuna mtu anaelewa? Punge mkono. Kwa hiyo mwanangu, hata baada ya mkutano huu tumeambiwa makanisa mbalimbali hao wachungaji watakuwa na semina. Wewe kama ni mtu ambaye umeelewa kwamba ukiwa na maarifa kitakuwa chanzo cha kufanikiwa kwako, utatakiwa uhudhurie semina. Maana Biblia inasema kuhudhuria semina ni chanzo cha maarifa. Pumzika kidogo. Amen. Pigia Yesu wangu makofi. Sikiliza. Maarifa yanaweza kukusaidia ukajua jinsi neno gani utoe, neno gani usitoe. Kuna watu hapa wanachukiwa kwa sababu neema ya hekima ilikuwa haijafika kwao. Anatoa neno, afu akisha
ambaye kinywa chake kimekuwa kikimponza mara nyingi. Kinywa chako kimekuwa kinakuponza mara nyingi. Kinywa chako mara nyingi kimekufanya umepoteza wachumba. Kinywa chako kimekufanya wengi wameahirisha wakati walitaka kutoa mahari, lakini kwa majibu yako ya haraka haraka, Bwana anaenda kuachilia hekima na maarifa. Mchumba utakayempata sasa hivi hata kuacha kwa jina la Yesu. Amen. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Sema amen. Mabinti, unahitaji hekima. Binti mwenye hekima una uwezo wa kumwambia nguo hii inakufaa, nguo hii haikufai. Mwenye hekima anaweza kukuelewa, ndio. Lakini asiye na hekima hawezi akakuelewa. Binti ambaye hana hekima hawezi kumsikiliza mama yake, ndio. Kumbuka mama yako ndio amekuzaa na anatamani ufanikiwe. Anakuita, mwanangu njoo. Nilikuwa naenda kule nikasema, Mungu wangu, nguo gani amevaa binti yangu? Njoo ndani. Badilisha mwanangu. Hiyo inakutukana. Mama, na wewe unazingua mama, unazingua. Jamani, mama azingui. Ndio. Mama hapendi wewe mikosi. Kuna nguo zingine zina mikosi. Ndio. Kuna nguo zingine zinakufanya watu wakuone malaya wakati wewe sio malaya. Roho yangu inaniuma na kuona kama mtoto wangu wa kumzaa. Binti yangu hapa sihubiri tu kwa kuburudisha, na uhubiri kutoka ndani ya moyo na moyo. Kuna watu hapa, mabinti hapa sio malaya, lakini huko mtaani utasikia akambwa mbwa. Na nyie mnaosema watoto wenu wa wenzenu mbwa, subiri na wewe utazaa. Unakuta mtu amekazana, utafikia na ushahidi kabisa. Nakwambia hapa mtaani, nakwambia hivi, watu wa malori wanaokuja kuchukua mipunga wote wamepita. Amen. Unanena mabaya juu ya binti wa mwenzako, na wakati wewe una mabinti. Unajaribu kumuuliza, mama, wewe una ushahidi gani? Una ushahidi gani kama huyu binti ametembea na wenye malori wote? Hata mimi niliambiwa. Kumbe uliambiwa ushindwe kwa jina la Yesu. Yes. Pigia Yesu wangu makofi. Amen. Kumcha Bwana ni chanzo. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kupenda ibada ni chanzo cha maarifa. Kuhudhuria semina ni chanzo cha maarifa. Wangapi watahudhuria semina? Amen. Pigia Yesu wangu makofi. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Hebu malizia hapo. Nimalizia nasema, bali wapumbavu hudharau hekima. Mtu na adabu. Yale maneno anayokupa mama yako ya hekima unayadharau. Biblia inasema wapumbavu hudharau hekima na adabu. Badala yake unaanza kulia, mama. Nini tena mwanangu? Basi ndio hivyo. Ikaja ile gari, ni kama haya magari ya bungeni. Tuambie mwanangu. Wakasimamisha, wakasema, hivi dada, kama tunakufananisha. Wanakufananisha walikuwa na wapi mwanangu? Nikasema sijui. Wakaniambia ingia kwenye gari. Nikasema sasa mnaenda wapi? Eti mnaenda wapi huko anaingia? Jamani, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Watu huwafahamu wapendwa, kama ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Gari hulijui, dereva humjui. Ndio unaingia, alafu uko ndani ya gari ndio unauliza sasa tunaenda wapi? Eti na wewe ndio una hekima. Wanaanza kuondoa gari eti, lakini tusiende
Shindwa kwa jina la Yesu binti. Bwana Yesu akufungue. Bwana Yesu akuponye katika jina la Yesu Kristo. Basi gari ndio likaanza kwenda. Gari linaanza kwenda. Sasa baadaye nikamwambia, "Wewe nishushe, mnanitaka kunipeleka wapi?" Nikawa mkali. Umekuwa mkali, uliingiaje? Mama yangu ndio likakatisha. Sasa lile gari likakatisha, kuna nyumba moja hivi, ndio nikasema mimi sitaki humo kwenye nyumba. Tukaingia, wakasema wakaniambia ingia. Nikasema kwani mnanifaa? Kaingia mle ndani. Kwa kweli mama yangu, lakini nashukuru Mungu aliniachia roho yangu. Shindwa kwa jina la Yesu. Hata kama alinenda na roho yako huko, Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. wangapi wanasikia kupenda ibada? Punga mkono. Pigia Yesu makofi. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Sema amen. Anasema mimi mume wangu huyu, yani akifika tu unakuta alinisemesha. Wewe umemsemesha? Mara nyingine unakuta umekutana na wenzako huko, mnaanza kutiana ujinga. Nakwambia rafiki yangu, au wanaume hawa, ukiwa unamnyenyekea sana ndio anazidi. Nakwambia ndio anazidi. Mimi nakwambia mume wangu siku moja mume wangu nilimchenjia. Akakudanganya sasa. Nilimchenjia, akajifanya eti ama fulani. Nikasema we. Nakwambia mpaka leo ameshika adabu. Na wewe unatoka bombani kuchota maji, umejitwisha lindoo lako, umetwishwa na ujinga. Maana hapo kichwa kimebeba vitu viwili, kimebeba ndoo ya maji na ujinga kutoka bombani. Siku moja na mimi nitamwambia, nakwambia pokea maarifa.